Bwana tubariki tena. Kama unatoka hapo manake wa kuaminia. Maandiko yanasema hivi. Bwana tubariki tena. Amen. Nitasoma kwa wepesi zaidi na kwa haraka. Katika kitabu cha Yoshua sura yake ya 12 mstari wake wa 9. Josué chapitre 20 verset 9. Joshua chapter 20 verse 9 inasema hivi. Miji ile ilikuwa kwa wana wa Israeli na kwa wageni waliokaa katika yao. Kila mtu anayeua mtu pasipo kujua apate kukimbilia kule, asife kwa mkono wa mwenye kulipiza damu, hata atakaposimama mbele ya makutano. Bwana tubariki tena. Amen. Maandiko iko wazi kabisa. Asema mji ule. Okay. Sasa ina miji ile. Bwana tubariki tena. Amen. Ile miji ni juu ya watoto ya Israeli. Ile miji ni juu ya bale balio muamini. Ni miji gani mimi nasema? Bwana tubariki tena. Amen. Kuko bado hawajaelewa kwamba beko mwile mji. Ile mji ni mji gani? Ile mji iko fashi gani? Ile mji ni nini? Bwana tubariki tena. Amen. Asema ukiuana bila kutambua, unakanyanga. Unashtuka sasa ulifanya vile. Kabla ule mwenye analipizaka kisasi wa kuuana Muisraeli haya kufikia, anza nini? Anza mbio. Asema mlikuwa sheria jicho kwa jicho. Meno kwa meno. Kama nitosha meno na wewe nikutoshe meno. Lakini shida ni moja. Kama niko na mbio yangu hautoshi. Bwana tubariki tena. Amen. Paul akasema niko mbio, ni unafukuzia kuvaa taji. Eko mbio wapi? Sasa ninafukuzia kuvaa taji iko wapi? Bwana tubariki tena. Amen. Kule tulikuwa Muisraeli. Mule mulikuwa asali na maziwa. Lakini shida kifo kilikuwa amo. Lakini shida huruma haikukuwa amo. Bwana tubariki tena. Amen. Mumuji wa nani? Wa watoto wa Israeli. Chakula walikupa, mavazi walikuvalisha, lakini huruma hawakukuonea. Napenda mtu mwanielewe. Bwana tubariki tena. Amen. Wakati ulipata kazi, balipika mikono, balifurahiwa, lakini hawakupendezwa nayo. Bwana tubariki tena. Amen. Hata kama onekana mumuji wa Israeli, lakini ujue kifo kitakukamata. Kwa sababu kitu cha kwanza Mungu alielewa huyo ni mtu, na huyu mtu akosi makosa. Bwana tubariki tena. Amen. Huyo ni mtu kwa maumbile yake, akosi kuua, akosi kuiba, akosi kudanganya, akosi kusharatika, akosi kupigana. Lakini shida ni moja. Muko maziwa na asali, lakini usalama hainamo. Mtu moja unapiga mikono tenda kule ya maziwa na asali, fanya makosa mule kichwa kinaenda. Sijui kama asali na maziwa itakuwa na furaha. Bwana tubariki tena. Amen. Sijui kama asali na maziwa itakuwa na furaha. Sijui kama asali na maziwa itakuwa na furaha. Ulishaingia hapo mundoa. Ndio. Lakini unajikuta bale beko nje. Unabaona beko na voala, beko na kulia, beko na family tu yote. Mewe mule mundoa. Biko sawa unaingia mkingi. Ile flash
38 ans, miaka makumi tatu na nane, fwashi moya beko nazunguruka, beko naisha wanakufwa, lakini kisa kyao ni kuingia wapi? Mkanani. Mule mko asali na maziwa, lakini amani haikuwa. Bwana tubariki tena. Amen. Acha nikwambie, maandiko nasema, kwa maana ufalme wa mbingu sio kula na kunywa, bali ufalme wa mbingu ni kuwa na haki. Kwanza, kitu cha kwanza uwe na haki. Kia pili, amani. Kia tatu, furaha ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. Vitu vitatu. Haki inasymbolize vitu vya mingi. Kitu kyako ukikule vile ni kyako, na uko na haki ya kufanya haki kile unapenda, na uko na haki ya kusimamia pale unapenda, na uko na haki ya kufanya mambo yote na kile kitu kyako. Uko na furaha kucheka na mambo yote, unafurahiwa. Uko na nguvu ya ukanyanga fashi yote. Lakini Muisraeli pima ukanyanga penye hapa Rusi unakufua. Maandiko yanasema ile miji ilikuwa hapo, kisa ni kimoya, juu ya kuokoa bale wanajikuta abana wakubaokoa, juu ya kufungula bale ambao wanajikuta beko mkifungo. Bwana tubariki tena. Hata kama maandiko ilisema taifa ilikala mkimvuli kia mauti miaka, lakini siku moja ikaona mwanga. Kule walienda ni fasi ya maficho, kule walienda ni fasi ya kuikalishwa na kulindwa, na hakuna ule alibagusa. Maandiko inasema ukitoka Mwisraeli unakimbia, ukienda mule ng'ambo, hawakubambi, hawakugusi, hakuna ule atakuchokoza tena, wala ule atasema kuna dhambi ya kuua. Leo kwanza uwa kama utakimbilia. Bwana tubariki tena. Amen. Nasema na mtu moya, kuko mambo mweko na mhukumu, kuko mambo mweko na mfunga, kuko mambo mweko na mweka mbutumwa. Bwana tubariki tena. Amen. Leo ulikimbilia mule mji, uiwasa ule mji yeye mwenyewe alishakuingia na kutembea. Bwana tubariki tena. Amen. Maandiko inasema taifa ilikala mkimvuli kia utawala ule mulikuwa mauti wakati yote, lakini bakaona nini? Mwanga inaingia. Petro alikuwa na loba usiku wote uzima apati kitu, lakini mwanga wakati umefika ukasema loba. Asa Bwana, hii mchana atulobaka sa loba. Mtu alikuwa usiku hakuwa naelewa kitu, alikuwa atambui chochote, lakini wakati anaanza kuona asa hivi havitaichikiwa hapa sa loba juu mimi niko hapa. Bwana tubariki tena. Amen. Haina wakati tena wakubakia mbutumwa, wakubakia mkulia, wakurudia fashi moya. Ni wakati sasa wa kusimama. Wakati Petro aliroba samaki mingi, alikuwa mwenye dhambi. Bwana tubariki tena. Amen. Before tuelewe maandiko, alikuwa mwenye dhambi. Na samaka siku yote Mungu akugusi pale uko mtakatifu. Maandiko nasema sikukuia mweye mnajieneza, sikukuia mweye uko watakatifu, nilikuia bale baovu. Ndio kwa maana kama tulikuwa tunakufariji bandugu, Yesu anakupenda, Mungu anasema kuya, na tunakutabiri. Ukishaingia tu ndani ya Bwana, tunaachana na wewe kwanza, tunaanza kufuata wale. Wewe unabakia kwa parishana naye, ulishafika. Bwana tubariki tena. Amen. Juu ya nini? Mgeni yote tutampogelea, tutamvalisha na pete. Maandiko nasema ule mwana mpotevu wakati alirudia, kitu cha kwanza baba yake alimpokelea. Kisha mpokelea, alibadilisha mavazi alikuwa nayo, na kisha alimvalisha pete, na kia tatu alimfanyishia karamu. Lakini ule alikuwa pale siku yote, akasema mbona sikutendewa? Uelewa mumuji ya makimbilio mule huko, ulishakuwa ni mtoto wa nyumba. Mungu anasema vyote hivi ni vyako, unapenda nikufalie nini? Usiombe sa mtoto kiloko, ule anaanza kumtafuta Mungu leo. Bwana tubariki tena. Amen.
Usiombe sa mtoto kiloko na mtafuta Mungu leo. Mtafute Mungu sa mtu mwenye kukomaa. Kula anaanza mtafuta Mungu zamani. Kwa sababu Mungu alileta uwezo na mamlaka juu yetu. Kila tutasema ndio kile kitafanyika. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Akamwambia Yeremia, unifanya sasa yako mara. Yako mara utalia. Fanya hivyo, mimi ningaliki mtoto. Ungaliki mtoto utalia. Mimi ndio walaana, ungaliki walaana utalia. Bwana tubariki tena. Amen. Haina wakati wa kusema mimi ni walaana. Haina wakati wa kusema mimi ni mfungwa. Haina wakati wa kusema mimi ni mtumwa. Haina wakati wa kusema mimi ni mwa mwisho. Haina wa kusema mimi ni mtu wa ili wakati moya. Ili wakati moya. Ili wakati moya. Ule mwenyewe wa mgini alishaingia. Bwana tubariki tena. Amen. Leo tutatembea mgini wa Israeli, lakini leo tutatembelea mgini wa maficho, wa makimbilio. Angalia fashi natembelea. Hata mtu kudunia kule. Eko napenda kwa mkanisa juu ya nini? Afichweko. Akingweko. Buloji unapita. Mambo yanapita. Ni wapi kule kunaenda? Kwa Yesu. Yesu kwa wapi? Kwa mkanisa. Bwana tubariki tena. Amen. Sasa niko nasema na wewe, uko huko. Ule uko naye huko ni nani? Maandiko nasema hivi. Ufunuo sura yake ya 19, mstari wake wa 12 hadi 13. Revelation chapter 19 verse 12 to 13. Kama ndio vile tutaenda kwa Kiingereza. Maandiko nasema hivi. Na macho yake yalikuwa kama mwako wa moto, na juu ya kichwa chake mitani mingi, naye ana jina linaloandikwa ambalo mtu alijui ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi linalochovywa katika damu, na jina lake linaitwa Neno la Mungu. Bwana tubariki tena. Amen. Hapo alifuata nani? Muulize basi jirani yako, hapo alifuata nani? Yesu. Bwana tubariki tena. Amen. Kile kinatuleta hapa ni kitu gani? Asema eko na ile jina mtu wote alijui. Na ile jina yeye moja tu ndio analijua. Na jina yake ni nani? Ni Neno la Mungu. Na kile tunafuata hapa ni nini? Ni Neno la Mungu. Bwana tubariki tena. Amen. Na kama yeye ni Neno la Mungu, na njoo ile mule tunakuwa kujificha, na njoo kule si tunakimbilia, si tulikuwa mbutumwa, si tulikuwa mkulia, ni wakati sasa ule neno tumtumie. Bwana tubariki tena. Amen. Ule neno tumuishi, ule neno tusimame naye, ule neno tuikale naye, ule neno tufurahi naye. Anasema ukitaka kuwa pamoja nami, kwanza mbele wewe kuwa pamoja nami nitakuwa pamoja nawe. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Baba kuya, baba tena, wanakuchunga wewe uende. Kisha nani tutafanya? Chata kuya. Bwana tubariki tena. Amen. Unataka mimi nikuwe ndani yenu, na mimi nikuwe ndani yenu. Wewe uingie ndani, na mimi niingie ndani yako. Mimi nilifanya agano na baba yangu, na mimi niko ndani ya baba, na baba yuko ndani yangu. Sasa napenda mwe mkule mwili yangu na kunywa damu yangu, ili iwe agano ya kusema mimi ni ndani yenu na mwe mko ndani yangu. Bwana tubariki tena. Amen. Mufanye nini? Mukule. Yesu ni nani? Mkate wa uzima. Bwana tubariki tena. Amen. Kwanza we umukule, umweke ndani. Kisha mweka ndani, we unajitia, mimi namweka sasa ndani, na yeye ndio atakuwa ndani. Wako namwita baba kuya, atoke wapi? Tukiita moto, tunashusha moto ilunguze. Ile moto itashuka direct kumlima kwenda kuanguka kule. Moto itadepende na ile iko ndani mwako.
hata mapepo toka kwa jina la Yesu. Pepo haendi bure, atatoka mbele muli, anakupima mbele wewe. Na ndio pale unasikia akasema uko powerful, uko moto sana. Alikuya ndani, anakuta ndani mule kaliwa, anakimbia. Sasa kama anakuta mko wazi, anapiga vigelegele. Bwana tubariki tena. Amen. Nilikuwa nasema na mtu mmoja, Yohana sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza, maandiko inasema mzuri, katika mwanzo ulikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na yeye ndiye Mungu mwenyewe, na hakukuumbwa kitu chochote bila yeye. Na ule anaweza kusema, kasema tuumbe mtu kwa mfano wetu. Kupitia nini? Neno. Na maandiko inasema, mweye watoto yangu, kile mtasema na kinywa yenu ndio kile nitafanya nini? Tatimiza. Kama mjilani kuanzia leo, ache mambo ya mjilani. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Acha mambo ya mjilani. Minjo wa mwisho, minjo ni kwa kusindikiza watu, sindikize sana. Shitu kunene. Bwana tubariki tena. Amen. Tena uloji mtatuimba. Ni baloji tutasema amen. Kwa sababu naye walimuita Beelzebul. Bwana tubariki tena. Amen. Ni ba mwizi tutasema amen. Kwa sababu naye walimuiba, walimwambia si mwizi. Shida, laana haikutoka pabule. Laana ilitoka mu misemo ile tuliamini. Ilitoka mu misemo ile tuliitikia. Ilitoka mu udhaifu bule tulibeba. Ilitoka mu butumwa bule tulikala hapo. Ilitoka mu mipango ile tuliitikia. Na unasema mimi nakuwa na masiri. Masiri gani? Papa, mimi nakuwa na masiri. Masiri gani? Ile masiri balenda kuchanja, kuchanja ndo uko na masiri. Bwana tubariki tena. Amen. Sasa kama watu wanajazwa, ndio na wewe uko pale, ndio unasikia ya kupika watu sasa. Bwana tubariki tena. Amen. Merci beaucoup. So, ni aina wakati wa kukamata masiri. Ni wakati wa kuishi siri. Bwana tubariki tena. Kwa sababu Mungu wetu jina yake ni siri. Kama kuko siri ni Mungu. Ndio siri mwenyewe, hapana siri wa iPhone. Ule escrow. Siri wa iPhone ni escrow. Bwana tubariki tena. Amen. Escrow mwa nguvu sana. Unaona kama siri bwana muongelesha siri hai. Siku phone inaharibika, inapasuka hata ekrapa. Hauoni kisa kugusa. Mwambie siri hai, anakatala. Na ukimwambia unisaidie, atakwambia sasa siwezi kukusaidia. Ndio siri vile anakuwa. Na ukimfuata anakuambia hivi, mbele ingia mparametre, ukiniitikia tena ukiandika mzuri mule, ndio nitatumika. Anakuyua, asema huyu ana na access tena kugusa hii phone. Ndio siri, kazi ya siri. Lakini Mungu wetu hata kama una na mikono, utagusa vitu. Amen. Hata kama una na kinywa, balishafunga kukinywa, utaandika. Mtoto yangu jina yake ni Yohane. Maana tubariki tena. Mtoto yangu jina yake ni nani? Ni Yohane. Sasa tuko na mambo moja, kwa sababu hatuyaelewa ule mji, na tuyamuelewa ule mji ni nani, na tuyaelewa ule mji uko wapi, na tuyaelewa ule mji tutaingia moje. Ndio kitu kile tunachezea. Ule mji ni Yesu Kristo, neno la Mungu. Amen. Ukitikia kuibeba, kuingiza ndani, kuikala ndani, inekala ndani, nataka kuikala ndani. Asa niko napika hodi. Hodi, anasema yuko pale nje, unapika hodi. Oh, Yesu yuko nje, unapika hodi kwa mlango yako. Hakuna. Neno kwanza inekala ndani, inaingia mule. Kisha kuingia mule ndio inaanza kukudai. Asinyache tu hivi. Iko wapi? Sasa wakati utaacha, ndio naye inekala. Kama uachi, ndio wale wanajazwa tu msegondi. Cha. Kwa sababu kama manaje kajazwa kisha mwaka. Akuikala ndani. Alikuwa tu anafanya nini? Anapita. Oh, tangu nilipataka hapo hii kazi. Ndio hivi tu.
na salera bongezaki na kyote wafanyaki. Ilikuwa tu siku hii mbingu inafanya kwa mawingu kwa mvule na nguka. Wewe unapanda na vile nani mimea yako ulipanda kina bakini hapa ule mrefu. Bwana tubariki tena. Amen. Leo kwa jina la Yesu tutapanda saa Abrahamu, ile umande itaotesha mimea yetu. Amen. Kwa sababu ile umande ni siri kubwa ya Mungu kwenye maisha yetu. Amen. Bwana tubariki tena. Amen. Hata kama una na mikulu watu wako walitembea. Ile tu kutembea kwe. Abajua tena kufanyika kule, lakini kule ndani kule uko binti kukimbia. Watu sasa mafarasi na kuya huko papa Sele ndo alienda kuchokoza jeshi kubwa. Hapa tunakufa bananza. Ndio. Mambo ni neno. Ulikimbilia mumuji na ule muji sasa unaanza kufanya kazi. Ule sasa bakukimbishe, wewe unawakimbisha. Amen. Na Yesu alifanya maajabu sana ni kule mji wa makimbilio. Kule kwa Petro, kule kwenye makuta kwa Roma, ndio alifanya sana miujiza. Mekuya kwao kamwambia siwezi kufanisha miujiza. Bwana tubariki tena. Amen. Leo tusimame, tufungule macho. Amen. Tuko na msimamo. Usiangalie kuume, usiangalie kushoto, usiangalie nyuma, kwa sababu huku mlima utakuwa na huku mlima utasimama. Nyuma yako mlima huko, lakini ukiangalia mbele maji iko. Maji ni Bwana wa majeshi yako pale. Utatambuka na atakufanya neema ya kuishi makubwa ya maisha. Amen. Hakuna kile utanguka, ila utaweza na utapanda tena. Ukiangalia wako miomba hawezi kusaidia. Ukiangalia wako shangazi matusi na vita. Ukiangalia nyuma wale wale kusaidia hapa alikwambia hivi mimi nakopa. Usikarudie kwa tena. Kama unaangalia mbele, haujui siku kazi utapata. Lakini kwa sababu ni mahali peko jangwa, vitu vitaota. Na Mungu atalipa neema. Umekuanzia leo kuwa na imani na ukuwe na amani. Itika kuishi mwile mji. Itika Yesu akuwe ndani. Amen. Itika Yesu atembee ndani. Amen. Itika Yesu aseme ndani. Amen. Itika Yesu afanye kazi ndani. Amen. Itika Yesu atende vikubwa ndani. Amen. Itika Yesu akusukume kufanya wazimu. Wazimu ya Yesu. Naomba tumsukume sasa. Mimi sasa Yesu alisema leo nitafunga kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Sitakunywa niko maombi. Wewe na wewe sasa sitakunywa niko wapi? Maombi. Bwana tubariki tena. Amen. Siku nyingine tena Yesu aliniambia leo nitasoma Biblia kuanzia asubuhi mpaka magharibi. Huko mama watakuwa na wazimu. Lakini kesho yake watajiona sasa kumbe ndio mzima sio wazimu. Kwa sababu kwa mwile mji. Na wale walibakia mu Israeli walianza kutamani kutoka. Na baada kuona ule Yesu anaanza kuchungaka. Anaenda mule kisha wale watu ndio wako pembeni yake. Sasa baba atakuwa ifoma kwa nyuma ya wale watu. Ndio wanafuata. Bakipenda kumuona Yesu anamuuliza Petro. Petro vipi je? Anasema hakuna. Wewe kala kwa baba. Au stahili kugusa. Ukikala na neno ndani mwako. Ni Yesu mzima na wewe. Na ni mahali pa makimbilio. Amen. Neno yake Mungu aibariki. Amen. Amen. Amen.